ikae hivyo. Anayefuata ni David Omani. Soma wasalimie. Asante, salamu mpya. Watu wote mpaka kule nyuma waseme vile watoto wanasema. I will go. Hebu ngoja watoto, ngoja jitayarishe. I will go. I will go. You will go. We will go. To broken every end of message. Amen. Amen. Na wa Burombutu, ni Burombutu wana. Asante na wa Burombutu. Nafikiri atakayekuwa karibu wa mwisho ni Elder wetu Dennis, tena wacha tusalimie. Na wasalimu tena, hamjambo. Pokea salamu kutoka kwa pastor wetu, yuko makambi kule Vision na Good News, lakini yu pamoja nasi, na karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Wa mwisho Elder Titus, karibu salimia congregation. God is good and all the time. Amen. Na kwa niaba ya kanisa la Bellevue, wageni wote ambao wameingia katika kanisa hili, mumekaribishwa sana, mjisi nyumbani na miguuni pake Yesu Kristo, na Mungu awabariki. Watoto wa Mungu wa mjambo, naomba uchukue Biblia yako. My Bible, my Bible, Kitabu ni cha Ufunuo 14, mstari wake ni wa 12. Ufunuo 14, mstari wake ni wa 12. Ukifika pale unaweza kusema amina. Naomba tuweze kuendeshana kwa pamoja. Neno la Mungu linasema hivi: hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame sote na wimbo namba 65 ambao ndio theme song yetu. Choristers watuongoze. Tusimame na nambari 65. Kama wewe si mgonjwa, tafadhali simameni. Twendeni askari watu wa Mungu, timbe. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, ametangulia Bwana vitani. Twende mbele kwani ndiye amini, twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia, kelele za shangwe zivume pote, inueni zenu sauti. Twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi
heshima na sifa yake mfalme, juu hata chini sana zivume. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tuandame juu. Wakati Yesu alikuwa akitembea na wanafunzi wake, kunaye kipofu mmoja ambaye alikuwa njiani. Aliposikia makelele ya miguu ya watu wanatembea, akauliza ni nini kinaendelea. Akaambiwa ni Yesu wa Nazareth anapita. Huyu mtu alikuwa ashajua ya kwamba Yesu ako na uwezo kusaidia kubeba mizigo ambayo mtu wako nayo. Akajua mmoja ya kwamba mimi ni kipofu na leo nafasi yangu imepatikana ili Yesu abebe upofu wangu aniwache nikiona. Akaanza kupiga makelele na mayowe akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Wanafunzi wa Yesu akamwambia, wewe unapigia Yesu kelele, hana time ya kuangalia mambo madogo madogo. Akaongeza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasikia, akasimama, akasema muiteni huyo mtu. Kipofu aliposikia ameitwa, aliangusha blanketi ambayo alikuwa nayo, akaanza mbio na chindo vile alikuwa anakimbia na haoni. Akafika kwa Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akasema, Yesu mimi nataka kufanya nini? Kuona. Vile tumekuja hapa, kila mmoja wetu ametoka nyumbani akiwa na mzigo fulani. Usije kanisani na mzigo, urudi tena na mzigo, kwa sababu Biblia inasema mahali wakutanao wawili au watatu kwa jina langu nitakuwa pamoja. Hiyo ni kusema Yesu ako wapi? Ako tayari kubeba nini? Bwana Yesu asifiwe. Yeyote ambaye ako na mzigo, uinue mkono wako tuombe. Na umwambie Yesu ile mzigo, lakini umwambie pole pole mwenzako asisikie. Bwana asifiwe. Tunaomba. Baba mtakatifu, asante kwa kutupenda. Uliona ni vyema siku ya leo tupatie nafasi na afya yetu, tutembee na miguu yetu ili tuje kutafuta uso wako. Tunaamini Yesu uko pamoja nasi. Kwa upendo mkuu tunakusihi tusamee makosa yetu. Funika dhambi zetu kwa damu ya Yesu. Tutayarishe ili tuende tupeleke injili ya malaika watatu katika ulimwengu unaoangamia kabla hukumu haijaja. Katikati yetu kunao wana wako ambao wamebeba mizigo mbalimbali. Unaelewa wakati wa kubeba mizigo umefika sasa. Yesu, toa mizigo ya watoto wako wanaoomba. Unajua taabu zao zote. Tubariki jinsi upendavyo. Yule ambao umemchagua kwa siku ya leo ili atuletee ujumbe wako, Yesu mtakasa saa hii. Tumia mwili wake, tumia mawazo yake, mpe maneno ya kusema, nasi ututayarishe kiroho ili tupokee. Jenga watoto wako kiroho ili Yesu tunapomaliza sabato hii wengi wawe tayari kutoka wapeleke ujumbe wa malaika watatu kwa fujo. Jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umejibu maombi yetu. Asante kwa sababu utatuponya saa hii. Tuomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Tuko miguuni pa Kristo. Na wakati huu ni wakati wa saka na sadaka. Naomba wahusika waweze kusimama. Tunaomba. Asante Mungu wetu kwa nafasi hii ya kuweza kuleta saka zetu na sadaka mbele zako. Mungu umekuwa mwema katika maisha, hata ukatupatia makambi, kuna sadaka hata ya kushukuru. Kristo, jina lako litukuzwe. Tunaomba upokee katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Wanapoendelea tunaomba sinamo kwa wanaite. Sinamo wanapokuja kwa wimbo tufunge nambari 94. Popote
mashamba yatatesi, popote mashamba yatate, lela faka Bellevue, popote yangame upepo, deni na nyandani, mwenye mavuno twasimu, peleke wazwini, wayakusanye mazao, takazi yaishe, wapeleke ushaoni, waende na totoni, hata jua lishikapo, wakusanye kokote, mwenye mavuno twasimu, peleke wavuni, wayakusanye mazao, takazi yaishe. Nimefika nchi nzuri na mbali yote ni yangu, mwangaza wake ajabu, hakuna giza usiku. Nchi nzuri mno nasimama kileleni pale kando ya bahari, naona maji yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Mwokozi tanitembeza kwa mazungumzo matamu, akinishika mkono mbinguni kwa
kando ya bahari, naona majumba yangu yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Harufu ya kupendeza inarushwa na upepo, maua yake mazuri kwa kijito cha uzima. Nzuri mno, nasimama kileleni pale kando ya bahari, naona majumba yangu yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Nzuri mno, nasimama kileleni pale kando ya bahari, naona majumba yangu yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Nzuri mno, nasimama kileleni pale kando ya bahari, naona majumba yangu yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Nzuri mno, nasimama kileleni pale kando ya bahari, naona majumba yangu yanayong'aa kwa utukufu mbinguni kwa Baba yangu. Bwana, nimesikia wito wako, ukiniita mimi mdhambi nije kwako. Unitakase kwa damu ya Kalvari, nitoke kwenye giza nije kwa nuru yako. Bwana, nimesikia wito wako, ukiniita mimi mdhambi nije kwako. Unitakase kwa damu ya Kalvari, nitoke kwenye giza nije kwa nuru yako. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wangu umelemewa na dhambi, nimejikwaa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya kusalitia. Kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wangu umelemewa na dhambi, nimejikwaa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya
kusaliti, kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Nimetambua rehema na neema zako kwangu, dhambi hazina kifani. Jinsi nilivyo nakuja kwako Bwana, nipate kutakaswa niwe kiumbe kipya. Nimetambua rehema na neema zako kwangu, dhambi hazina kifani. Jinsi nilivyo nakuja kwako Bwana, nipate kutakaswa niwe kiumbe kipya. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wako wamelemewa na dhambi, nimechekwa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya kusaliti. Kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wako wamelemewa na dhambi, nimechekwa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya kusaliti. Kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wako wamelemewa na dhambi, nimechekwa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya kusaliti. Kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Nimetambua Bwana, nimepungukiwa katika ufalme na utukufu, lazima Kristo wako wamelemewa na dhambi, nimechekwa karibu kuanguka na kuita Bwana Bwana kwa kinywa changu, bali matendo yangu ya kusaliti. Kwa huruma zako Bwana unirehemu, nikubalike tena machoni pako. Kuna yule mmoja yako tuime mali yako sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Naomba Mungu na Baba yetu unayetupenda kiasi kikubwa, asante kwa sababu ya neema hii. Kristo, watoto wako wamekutolea, wengine unajua changamoto ambao wamekuwa wakipitia maishani. Kristo, wameleta sadaka yao kuweza kukushukuru. Bwana, tunaomba ukaweze kuipokea. Shida wanazopitia Bwana ukaweze kutuondolea. Na Bwana, kama zitakaa pamoja nazi, utupatie neema yako itutoshe. Saidi Bwana, kumbuka familia zetu, kumbuka watoto wetu ambao umetupatia, wazee, wa mama ambao umetupatia, jina lako Kristo likatukuzwe. Sadaka hii Bwana ikafanye kazi yako, ilete utukufu katika jina lako, ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Na wasalimu tena, hamjambo. Ibada inaendelea na wakati huu ni wakati wa children's sermon. Watoto halo. I will go. Yes.
mkwe watulifu, mungoche children sermon. Na wakumbusha kwamba we are on live at Get the Point Bellevue at YouTube. Karibu sana. Okay, kabla sijaendelea, kuna vijana wenzangu wametoka Sinai. Pia mimi nimekuja kunichukua haki. So wasimame watu hivi. Yes. Okay, thank you. Nataka tuanze sermon yetu. Nini atatuombea? Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the story. Bless it. Bless us. In Jesus' name we pray. Thank you. Alikuwa na mtoto mmoja. Sikiliza sasa, sikiliza. Alikuwa anatembea. Alikuwa anafanya nini? Alipokuwa anatembea, akapata ndege. Akapata nini? Ile ndogo imeanguka kutoka kwa nini? Kwa kiota chake, iko hapo chini. Akaichukua. Akaipeleka nyumbani. Sasa alipopeleka nyumbani, aliweza kuenda na kuifuga pale nyumbani. Mnakuwa na pale wanyama mnaweka kama kuku pale na nyama, si kweli? So pia naye akachukua ile ndege, nitawaambia ndege gani, akaanza fanya nini? Akaanza kuifunza, akipatia chakula, inakula kama hii. Haya kama hii. Unaona? Akafanya nini? Akaona huyo ndege anakula na nini? Na kuku wengine. Alipoiona akaenda kwa nani? Kwa huyo kijana. Akamuuliza, mbona huyu ndege anafanya nini hapa? Ndio kijana akamuuliza vile aliipata na vile fani na vile anavyoifundisha. Kwa hivyo mzee akamwambia, nataka unipatie huyu ndege. Unipatie nini? Huyu ndege niende naye. So mzee akamchukua, sababu huyu ndege sio wa kukaa na wanadamu. So kwa nani? Na wanadamu. Kwa hivyo kijana akapatiana, chukua. So akaenda. Alipoenda mzee akaenda juu ya nyumba. Juu ya nini? Huko kwa kunaitwa aje huko juu? Kwa roof. Alipofika pale akachukua ndege kama hii akaitupa. Alipoitupa alikuwa anataka ifanye nini? Ipae. Lakini haikuwa inapaa, ilikuwa inarudi chini tena, inaanza kukula kama kuku. Tena yule mzee akaichukua, akaenda kwa mlima. Alipofika kwa mlima, baada unajua mlima gani wewe? Mount Kenya. Alipofika mlima wa Mount Kenya, pale juu kabisa akaiachilia. Akafanya nini? Akaiachilia, akaiambia hivi, wewe ndege, paa, sababu uko na nguvu, paa. So alipoiachilia na kuitupa, ndege ndio ikaanza kupaa. Sasa nataka ufanye hivi, fanya hivi mtoto, fanya hivi. Haya nikisema rori unasema chapani, sawa sawa? Haya rori. Haya fanya hivi. Nikisema kwe kuku, sawa sawa? Haya twende, fanya hivi. Haya kwe kuku. Sasa huyo ndege akapaa. Akafanya nini? Sasa huyu ndege anaitwa eagle. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Ambaye ni tai. Sasa huyu ndege akapaa. Lakini alipoanza kufundishwa akuwa kama nani? Kama eagle. Lakini alifundishwa mwishowe akawa kama eagle wengine ambao wanaishi kwa wapi? Pale msituni. Na ndio ndege ambaye anapaa kwa mwendo wa kasi, na mwisho ni kwamba anaweza kuishi 70 years anapojibadilisha. Sawa sawa? Sasa swali ni je, sisi watoto kubadilika aje kwa kufuata sheria? Sema sheria. Tukifuata sheria ya Mungu tutabadilika. Ukifuata sheria ya mzazi, ya teacher, ya pastor, vile unaambiwa utabadilika na utafanya nini?
utapaa, kulingana na kitabu cha Proverbs 19:7 ya kwamba sheria ya Mungu ni kamilifu na tukifuata tutaingia mbinguni. Wangapi wanasema ya kwamba wanataka wapae wabadilike? Haya, tunaomba. Mfalme na Muumbaji wetu, tunakushukuru katika Sermonette ambayo tumekuwa nayo kama watoto. Hakika umetuonyesha ya kuwa tunaweza kubadilika, hata ingawa kwa njia moja ama nyingine maisha ya watoto hawanilii kwa njia ambayo inatakikani. Wasaidie kwa kuwa wanapofundishwa na walimu hapa kanisani ama mashuleni ama mahali popote katika dunia hii waweze kubadilika. Tembea na wao hadi tutakapo kukutana na wewe mara ya pili na katika programu zingine. Tumeomba machache. I will go. You will go. We will go. Mungu awabariki. Tunawaalika kwaya waje kwa special item. Mungu awabariki. Ndugu kati yenu, mapigano kati yenu, mwajiuliza yatoka wapi? Ni tamaa zenu zifanyazo vita, ila za shetani katika viungo vyenu. Ni tamaa zenu zifanyazo vita, ila za shetani
Aje wanakwaya. Asante sana, karibu sana. Tunaingia ile masaa mazuri ya kusikiza kutoka kwa Mungu kupitia kwa mtumishi wake. Ikiwa kuna kitu inakusumbua kama simu, naomba ukaizime ikiwa hautumii katika njia iliyo nzuri. Hata mwenzako mwambie kwamba sasa hii ni saa ya kipekee, tunataka kusikia neno la kutoka kwa Mungu wetu. Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha mtumishi? Yes, pastor, karibu sana. Moja mbili, iko sawa? Unajua vita zangu na hii kanisa ni pulpit. Bwana asifiwe. Ndio maana naiepanga kwa sababu mimi ni mrefu kuiliko. Hebu nione umati wa watu. Bwana asifiwe. Haleluya, paka kule nyuma. Haki kweli umekuja. Kama umekuja na kukuja nao mmefanya nini? Bwana asifiwe. Wageni wetu wala ambao umejiunga pamoja nasi siku ya leo, Bwana wabariki. Na asante katika sabato ya siku ya leo. Nilitangaza kwamba masaa yalindwe sana, ili saa 6 niwe nimechukua mic, na wamejaribu sana. Nilikuwa nimewapangia ukiendelea ni wanyang'anye, hiyo ingine mkuje kufanya baada ya mahubiri, lakini Mungu amewabariki. Jaridi, asante sana. Nataka nianze na kushukuru kanisa hili kwa sababu mlitupatia nafasi na timu kubwa ya wageni wetu tuweze kuwa mahali hapa kwa ajili ya neno la Bwana. Na tunashukuru kwa sababu ya nafasi ya kusikiza ujumbe huu ambao tulipewa ili tuweze kuuleta kwenu. Kwa wale ambao ni wageni, mlisikia naitwa mchungaji Evans Nyandingisi. Nafanya kazi Kangemi District. Kangemi ni karibu hapa tu, kwa ndio nimetoka. Ukitaka kujua nimezaliwa wapi, utaniona kando nianze kukueleza hiyo. Bwana asifiwe. Nina familia. Mke wangu anaitwa Judy Mora Nyandingisi. Ni mrefu kidogo, mimi ndio mfupi, lakini tunaelewana. Si mnajua hiyo? Tuna watoto 4. Sasa nimekuja na namba 3. Hiyo namba ingine iko na mama yake. Wapi namba 3 wa kwangu? Chungi Maro. Msichana wangu wako wapi? Tulikuja na ndio yule pale kwa ile kona. Ndio namba 3. Anasema ukuje. Kuja vipi? Hii msichana wangu akuje, acha akuje, kwani ni dhambi? Kwa watoto wa wachungaji wanakuanga na faida sana. Wanasalimia watu na mic. Bwana asifiwe. Huyu msichana wangu namba 3, niko na namba 1 hapo. Kijana anafuata namba 2, huyu namba 3, na kijana mwingine anakuwa namba 4. Wacha tusalimie. Ishika hivi. Happy Sabbath. Happy day. Anaitwa Vipi Mora Nyandingisi. Okay. Sasa asante sana. Nataka kuchukua nafasi hii mweza kurudi hapa. Sitaki kupoteza muda. Bila ambavyo tumejaribu tuweze kuwa na muda, nayo sitaki kupoteza. Nataka tuweze kupokea ujumbe. Kwaya yetu ilitoka mbali. Tulitoa kwaya mbali sana, guest kwaya. Simama juu. Guest kwaya, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwaya hii kweli wameimba wengi. Si ndivyo washiriki? Wameimba. Bwana salimia washiriki hivi, salimia washiriki. Asante sana. Nimewaambia nitawachukua mahali siku moja, ili tuende muimbe huko Kitale, mahali ambapo watu wanakuja na shtuka, hii imetoka wapi? Najua hapa sasa wanajua nyinyi watu wa kawaida. Hata mkiimbanga hawasemi amina. Lakini kuna mahali tukienda Eldoret,
watu watakuja kuona kwa ametoka Nairobi. Haleluya. Lakini na nyinyi wakiwa hapa muombee kwa sababu ya kazi ambayo wanafanya nzuri. Hata mchungaji alifurahi sana na hii kwaya, na vile ameniambia atachukua kule kwao muende kuimba huko. Sasa mahubiri ya siku ya leo, hubiri letu linasema patience, uvumilivu. Na fungu ambalo tulisoma ni Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 12. Mahubiri yetu tangu tulipoanza, wageni wote wa makambi wamechenga juu ya fungu hilo, kuanzia Ufunuo 14 tukaanza 6 mpaka 12. Kwa hivyo leo tunataka kusoma 12, usikie vile inasema hivi. Neno la Bwana linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndio nini? Hapa ndipo penye subira. Ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Hao washikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa wale watu ambao wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo nataka uweze kusikia kwamba uvumilivu ama subira ni jambo gani, ni jambo la muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo nataka niseme kwamba ni kwa nini mambo haya yaweze kuletwa kwetu kama Wakristo, tuweze kuyajua na kuyafahamu. Ni kwamba kile ambacho tunahitaji kujua, tunahitaji kuwa wavumilivu kwa maisha haya, na hata katika safari ambayo tunayoendelea, tunaombwa tuweze kuvumilia, tuweze kutulia, kwa sababu kuna mahali ambapo tunaenda. Kwa hivyo wana wa Mungu, kile ambacho tunaambiwa ni kwamba subira ama uvumilivu ni kitu cha muhimu sana katika hali ya Mkristo. Club meeting 2022. Ukiona kamutu kanaongea, inua mkono uniambie ndio haka. Nikashughulikie vizuri mbele ya mama yake akiona na macho. Hapa kanisani hakuna nini? Ukianza kufanya jokes nitakushughulikia na kiatu. Okay? Umesikia? Sawa. Kama kuna kitu ambacho watu wanataka waweze kuwa nacho ni kuvumilia. Mfalme mmoja akaenda katika nchi fulani, akaingia katika kwa familia moja kubwa sana, hii ambao mnaita extended family. Kukaa alikuwa hapo father, mnaita grandfather, na watu wake wote wakiwa wengi, na walikuwa wanakaa kwa nyumba moja, au watu wote wanakaa na amani na upendo na hivi vitu zote. Yule mfalme akafurahishwa sana na familia ile. Akauliza mzee wa poma, inakuwaje mnakaa kwa nyumba moja na familia hii kubwa na mnafaulu? Inakuwaje? Yule mzee akachukua kalamu, akaandika chini mara 4, patience, 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 patience. Ndipo akapatia mfalme, akamwambia jibu liko hapo. Ili uweze kufaulu kwa mambo yote unahitaji uvumilivu. Si kwamba wanapokuwa wengi hivi ni uwezo na akili na nguvu za binadamu, ni kuvumilia, ni kuvumilia ili uweze kufaulu kukaa kwenye familia na watu ambao tunakaa katika mji wa Nairobi. Hii ndiyo tunda ambalo linahitajika kwa Wakristo,
kwa sababu mahali ambapo tunaelekea, tusipokuwa na kuvumilia, hautaweza kufika salama. Hapa katika safari tunaosafiri nao, utaweza fikiria wako sawa, kumbe wenyewe wametumwa na shetani wakuondoe katika barabara ya kwenda mbinguni, ili uweze kufika. Uvumilivu. Hautafika kama hautaweza kuvumilia katika safari. Wapendwa katika familia, usipovumilia, usipokuwa na tunda hili, hakika ni rahisi sana kuachana na mke wako na kuoa mwingine, kuachana na mume wako na kuoa wengine. Utakuwa ukifanya mambo hayo na utaweza kufaulu. Ili uweze kufika na familia yako salama, uvumilivu, uweze kuvumilia kwa mambo yote. Wale ambao watafaulu kumuona Kristo Yesu ni wale waliovumilia mambo mengi, niposa wakavumilia, wakasimama katika imani na kushika sheria za Bwana. Hawa ndio wataurithi ufalme wa Bwana. Watakao kufa moyo na kusikiza mambo ya watu, hakika hautaweza kufika, kwa sababu shetani amejiandaa na kujiami kisawasawa vile ambavyo ataweza kuangamiza kanisa la Bwana. Kwa hivyo uvumilivu ni jambo ambalo ni la muhimu. Nataka tuseme kwamba Mungu mwenyewe, na hili tunda la Roho linapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 12. Galatians chapter 5 verse 22. Msomaji wangu, kitabu ni cha Wagalatia 5:25 22 inasema hivi. Inasema pumzi ya Mungu inasema, pumzi ya Bwana inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu. Rudia hapo. Inasema hivi, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Kwa hivyo tunda la Roho limehesabiwa hapo ndani, uweze kuvumilia kwa mambo yote yanayofanyika katika maisha yako. Ndiposa tunaambiwa kwamba Yesu ndiye, ama Mungu ndiye mwanzilishi wa kuvumilia. Yeye ndiye chanzo ya kuvumilia kote unapoonekana katika dunia. Warumi 2 mstari wa 4. Warumi 2 mstari wa 4 inasema nini msomaji? Warumi 2:4 inasema, maandiko matakatifu inasema hivi, hao waudharau wingi wa wema wake, wingi wa rehema yake, ustahimili wake, na uvumilivu wake. Mungu ana uvumilivu katika ndani yake na katika mambo yake, yeye anavumilia. Je, Mungu anavumilia nani? Mungu anavumilia nani? Anavumilia binadamu wote wanaokaa duniani ili waweze kurudi, ili hata kama, sikia, haleluya, halo. Najua katika Biblia kuna yule mwana mpotevu aliyeondoka na mali kiujinga, kuja kwa baba yake kiujinga, kimadharau. Nipe vitu zangu nifanye nini? Niondoke. Kiujinga, kimadharau. Yu kijana kama angekuja kule Kisii, ni kama huyu mbaba hakuwa Mkisii, ungejua hajui. Ni kama huyu mbaba hangekuwa Kilumani, wala labda ni kwingine. Si rahisi kupewa kule kwetu. Ndiposa upewe, utakuwa umefanya bidii sana. Si mnaelewa? Huwezi ukapewa ovyo hivyo shamba. Hata unakatiwa hivi, hata umesema unataka kwenda. Kama ni kukatiwa tena unapimiwa hewa. Ndiposa usifanye nini? Usiusi. Unaambiwa ni hii, lakini uone chochote. Msi anakaa na vitu vyake vyote. Mnangojea siku ile atakufa ndio mpate.
lakini amewapatia. Na ninashukuru wale wazee, jamaa kaomba akaenda, lakini unaposoma muda huo wote alipokuwa kule nje kusherekea na kuponda na kuharibu mali, baba yake alikuwa anamngojea, alikuwa anavumilia, anajua kwamba siku moja kijana wake ataweza kurudi nyumbani, na baadaye aliweza kurudi. Inafananishwa na Mungu Baba, ijapokuwa umeondoka na kuenda kiasi fulani, hautaki kumwona Bwana, Mungu anasema nirudieni enyi watu wangu, kwa sababu anawapenda, anawahitaji. Kwa hivyo tabia ya Mungu ni kuvumilia. Anayetuambia tuvumilie, yeye mwenyewe anatuvumilia ili tuweze kukaa sawa, achapo mara ya pili tuweze kuwa na uzima wa milele. Wacha nikwambie, ni kuvumilia. Mungu ametuvumilia. Kama ni mwanadamu mwingine, hata wengine hatungekuja kanisani. Amjambo, nimekuja kugundua kama kuna kanisa iko na watu wa drama wengi ni wa Sabato. Drama, yaani wanafanya drama, hawako serious, wanafanya ili labda watu wengine waone, si hivyo? Lakini ile serious, ile ya ndani haiko. Lakini bado Mungu anafanya nini? Anatuvumilia. Hata kama unafanya hizo drama zote, Mungu anakuvumilia. Anahitaji uweze kurudi, ili uweze kukaa mahali ambapo kuna usalama. Katika kitabu cha Hosea 3 mstari wa 1 na kuendelea, kuna mambo yanapatikana pale, ndio tuweze kuona tabia ya Mungu ambaye ametuita katika shamba lake. Hosea 3 mstari wa 1 na kuendelea, msomaji. 3:1 Hosea. Ni Biblia inasema, Bwana akaniambia. Sikia, Bwana akamwambia, enenda tena. Enenda tena. Mpende mwanamke. Mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake. Apendwaye na rafiki yake. Rafiki wa kando, mpango wa kando. Enda umpende, ako na mpango wa kando, lakini tena enda umpende. Naye ni mzinzi. Huyo mwanamke ni mzinzi. Kama vile Bwana wapendavyo wana wa Israeli. Kama vile Bwana wapendavyo wana wa Israeli. Ingawa wanaigeukia miungu. Ingawa wanageukia miungu mingine. Miungu mingine. Na kupenda mikate ya zabibu kavu. Na kupenda mikate ya nini? Ya zabibu kavu. Ya zabibu kavu. Basi nikajinunulia mwanamke. Enda ukajinunulie mwanamke huyo kwa vipande 15 vya fedha, na omeri moja ya shairi, na nusu ya omeri ya shairi. Okay, sikia. Haleluya kule nyuma, haleluya. Mko pamoja na mimi? Lakini kitu ninashangaa ni mtu anaoga kwa bafu anakuja kulala kanisa. Unaonaje hiyo? Unaingia kwa bafu, unaoga, unavaa nguo ya kanisa, unakuja kulala. Akisiwe ni hatari. Nikawaambia ni makosa kulala katikati ya watu. Chochote chaweza, usilale. Halo? Hapa kuna mwanaume ambaye tumesoma, anaitwa Hosea. Ameoa mke, amefika nyumbani, wamezaa watoto. Kila kitu ambacho yule mwanamke alikuwa ama mahitaji yake yote yalikuwa kwa mume wake. Chochote ambacho angetaka kilikuwa pale, lakini kwa sababu ya tabia ambayo alikuwa nayo ya ukahaba. Unajua kuna mtu hata umpake mafuta bado damu yake kuna vile ambavyo imepangwa. Huyu mwanamke akaacha mume wake, akatoka akaenda
naenda nje pale, ninashuka stage inaitwaje? Hapa inaitwa nini? Pata. Enda hapo karibu na Makita. Kaaja hapa. Kakaondisha kanyumba. Kakufanya ukaapa. Unajua biashara lazima uandike. Ni biashara gani? Kama ni hoteli, naandika hoteli. Kama ni dawa ya chemist, unaandika duka ya nini? Kama ni nini? Kama ni kusiaga tinga, unasema hebu tutafute yeye mwanamke angeandika nini? Biashara ya mwanamke. Simuandike tu hivyo. Akaandika biashara ya mwanamke. Na akaweka pages hapo nje. Wateja wanafanya nini? Wanakaa. Wanaume wanapoona biashara ya mwanamke, hapo ndio wanapendanga. Ni kama mimi hiyo naanza kufikiria. Sasa hiyo kama ijaandikwa pale, mimi naanza kufikiria biashara. Kwa hivyo ni kila mtu yeyote ako na 50 yake, nategemea paundi yako na nini tena, uko na 10 yako. Kwa hivyo unakuja unakaa hapo, mnasonga kama hospitali. Mnasonga kama nini? Mwanamke kule ndani, yeye unasikia next, mwingine wao wanaendelea kusonga. Wanaendelea. Hebu angalia huyo mwanamke, una vile ambavyo nataka uweze kumuona mke aliyewekwa sawa, akawekwa sawa, lakini ameacha ndoa yake, ameenda kufanya ukaaba na wanaume wa dunia, wanasonga kusonga. Unasikia mwingine. Na hapo ndio Mungu anatokea, anaambia Hosea, sasa sikia, henda tafuta mke wako, rudishi. Wapi? Nani? Hata utaanza kuuliza Mungu, hebu fikiria kidogo. Unaonaje hii maneno? Huyu ni mtu wa kuleta kwa nyumba tena, na huyo uchafu wote na ukaaba wote na hiyo aibu yote ambayo amenionyesha kama mwanaume. Ikiwa wanaume unapata ka message tu kwa simu, mtu ameandikiwa hi, unaanza kuuliza hii ni ya nini? Ni nani aliandika na nani? Mbona ameandika hi? Hiyo ni nini? Je, itakuwaje wakati ambapo una uhakika huyu ni kaapa anafanya usinifu na wanaume wa dunia? Hosea hakuuliza chochote, kwa sababu Mungu alimwambia, nataka Waisraeli waone vile ambavyo ninavyowapenda, hata kama wamegeukia miungu mingine, bado ninawahitaji. Hiyo nyumba ya Waisraeli ninawaongojea, hata kama wamenikataa, bado mimi nataka waweze kuwa wana wangu.